الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Hii ni aya ya mwisho katika surati Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, hakika katika visa vyao hawa wana wa Israeli ni watoto wa Ishaq. Ishaq amemzaa Yaqub, Yaqub amemzaa Yusuf. Bani Israila na Waarabu ni watoto wa baba mdogo kwa baba mkubwa kama walivyosema ahlul ilm. Katika visa vyao hawa Bani Israili Allah anasema kuna mazingatio, laqad kana fi qasasihim ibra, hakika katika visa vyao kuna mazingatio, lakini si kwa kila mtu. Liulil albab, kwa wale watu wenye akili timamu ambao wanazingatia kupitia wenzi wao. i'tabir bighayrik qabla an ya'tabira ghayruka bika, zingatia kutoka kwa mwenzako kabla ya mwenzako kuzingatia kutoka kwako. Katika visa vyao kuna ibra kwa watu wenye akili timamu. Ma kana hadithan yuftara, hazikuwa hizi simulizi kuwa ni hadithi ambazo zimezuliwa mithili ya ngano za kale, lakini haya yamekuja kuisadikisha hii Qur'an. Ayuha nasu ibadallah, amepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala hadithi kwa isnadi yake, akasema hadathana Shayban ibn Farrukh, ametuhadithia Shayban mtoto wa Farrukh. naye akasema hadathana Hammam, ametuhadithia hii hadithi Hammam ambaye ni Hammam ibn Yahya ibn Dinar. naye akasema rahimahullah hadathana Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, ametuhadithia Ishaq mtoto wa Abdullah mtoto wa Abu Talha al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Ishaq huyu ni mtoto wa ndugu yake Anas kwa mama yake
Sulaim aliyezaa na Abu Talha al-Ansari. Na yeye Ishaq akasema hadathani Abdurrahman ibn Abi Amra, amenihadithia Abdurrahmani mtoto wa Abu Amra an-Najjari al-Ansari anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya kwamba Abu Hurairah Allah amridhie, hadathahu, amemhadithia annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, kwamba yeye Abu Hurairah alimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema, inna thalathatan fi bani Israil abrasa wa aqra' wa a'ma فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. Hakika watu watatu katika bani Israil, mmoja wao alikuwa ana maradhi ya mbalanga, ana maradhi ya ngozi mbalanga, mwingine alikuwa na maradhi ya kunyonyoka nywele kichwani, na mwingine alikuwa ni kipofu. Allah subhanahu wa ta'ala akataka kuwatahini kwa kuwasalimisha kutokamana na maradhi waliokuwa nayo, an yamunna alayhim bisalamati min ahatihim wa bilghina ba'da faqrihim ikhtibaran lahum liyujaziya man shakara an-ni'mata biziyadatiha wa man kafaraha bizawaliha anhu. Ila Allah subhanahu wa ta'ala awatahini kwa kuondoshea maradhi, kadhalika kuwapa mali na utajiri baada ya ufakiri waliokuwa nao. Yote haya anataka kuwatahini waja wake ili akamlipe siku ya kiyama yule ambaye atashukuru juu ya neema kwa kuzidishiwa, na yule ambaye atakufuru neema kwa kuondoshewa neema hii. Huu ndio mtihani uliolengwa kwa hawa watu watatu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akawatumia malaika, akaenda kwa sura ya mwana Adam, akamwendea al-abras, mwenye maradhi ya mbalanga, akamuuliza, ayu shay'in ahabbu ilayk, kitu gani kinapendeza zaidi kwako wewe? Akasema, launun hasanun wa jildun hasan, ngozi, rangi nzuri na ngozi nzuri, na iniondoke hii hali ambayo kwayo watu wananiona kinyaa. Famasahahu, yule malaika akamfuta kwa mkono wake kwenye ngozi yake. Fadhahaba anhu, ikampotea na kumuondoka ile ngozi. Wa u'tiya launan hasanan wa jildan hasana, na akapewa rangi nzuri na ngozi nzuri. Alafu akamuuliza, ayul mali ahabbu ilayk, aina gani ya mali inapendeza kwako? Akasema, al-ibil au qala al-baqar. Shakka Ishaq, akasema ni ngamia au alisema ni ng'ombe. Ishaq ibn Abdullah mpokezi wa hii hadith alionesha mashaka, alitamka ngamia au alitamka ng'ombe. Fa'utiya naqatan ushara, akapewa ngamia mwenye ujauzito
wa miezi 10 na kuendelea, naqatan ushara, chukua ngamia huyu. Na akamwombea dua, barakallahu laka fiha, Allah akubariki katika ngamia wako huyu. Akaondoka zake malaika. Thumma ata al-aqra, kisha akamwendea mwenye upara ambaye hunyonyoka nywele zake, akamuuliza, kitu gani unakipenda wewe? Akasema, sha'run hasan, nywele nzuri. Wayadhhabu anni hadha alladhi qad qadirani an-nas, na iniondoke hii hali kichwani ambayo watu wananinyanyapaa na kuniona kinyaa kwa hali yangu hii. Famasahahu, akampangusa kichwani. Fadhahaba anhu, ikamuondoka ile hali. Wa u'tiya sha'ran hasana, na akapewa nywele nzuri kabisa. Kisha akamuuliza, ayul mali ahabbu ilayk, aina gani ya mali inapendeza kwako? Akasema, albaqar, ng'ombe. Fa'utiya baqaratan hamila, akapewa ng'ombe mwenye ujauzito, na akaombewa dua, barakallahu laka fiha. Akaondoka malaika. Kisha akamwendea kipofu, akamuuliza, kitu gani unakipenda? Akasema, ayyarudda Allahu ilayya basari fa ubsira bihi an-nas, mimi ninachotaka Allah subhanahu wa ta'ala anirudishie macho yangu niweze kuwaona watu. Akampangusa usoni, faradda Allahu ilayhi basara, Allah subhanahu wa ta'ala akamrudishia macho yake, na akapewa shatan walida, mbuzi mwenye mtoto. Akaombewa dua, malaika akaondoka zake. Kisha yule mwenye ngamia, fauntija hadhani wa walada hadha, yule mwenye ngamia wakazaana, yule mwenye ng'ombe wakazaana, mwenye mbuzi akazalisha mbuzi wake. Wa walada hadha, fasara lihadha wadi min al-ibil, wa lihadha wadi min al-baqar, wa lihadha wadi min al-ghanam. Yule akawa ana jangwa zima la ngamia, na yule ana bonde zima la ng'ombe, yule ana jangwa zima la mbuzi. Thumma innahu ata al-abras, katika masiku ya mbeleni akarudi yule malaika, akamwendea yule wa mwanzo mwenye maradhi ya mbalanga, akamwambia, rajulun miskinun qad inqata'at bi al-hibal fala balagha li al-yawm illa lillahi thumma bik, illa billahi thumma bik, as'aluka بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. Akarudi kwa mwenye mbalanga, akamwambia, mimi ni mtu maskini, nimekatikiwa na gharama za safari, sina uwezo wa kufika katika safari yangu ila kwa msaada wa Allah. Kisha wewe na kuomba kwa yule ambaye amekupa rangi nzuri na ngozi nzuri na amekupa mali, kupitia huyo na kuomba ngamia mmoja anifikishe katika safari yangu. Yule bwana akasema, alhuququ kathira, haki na majukumu ni mengi sana, nina majukumu mengi. Malaika
akamzindua akamwambia kaanni a'rifka, kana kwamba mimi nakujua wewe, hukuwa wewe unambalanga. Yaqdharuka an-nas, watu wanakuona kinyaa. Wa faqiran, hukuwa wewe ni fakiri. Fa aghnaka Allah, akakutajirisha Allahu, sio wewe. Akasema inma warithtu hadha almal kabiran an kabir, mimi sio huyo, mimi mali hii nimeirithi kutoka kwa mkubwa baba aliyeirithi kutoka kwa mkubwa babu. Malaika akamwambia in kunta kadhiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt, kama wewe ni muongo Allah akurudishe kule ulipotoka. Kisha akaondoka zake malaika, akarudi kule alipotoka, akarejelewa na maradhi ya mbalanga, akarejelewa na hali ya ufakiri aliyokuwa nayo mwanzo. Ahsin kama ahsana Allahu ilayk, maneno ya waja wema kumwambia Qarun aliyekuwa katika watu wa Musa, kama anavyosema Allah, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Alikuwa Qarun ni katika watu wa Musa, ni mtu kama watu wengine. Alafu Allah akamnyanyua subhanahu wa ta'ala, wa atainahu min alkunuz, na tukampa katika hazina za mali nyingi. Ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa, mali ambazo funguo za kufungua hazina za mali za Qarun, funguo hizo zinawashinda watu 9 10 wenye maguvu, zinawaelemea. Latanuu, zinawaelemea. Bil usbati ulil quwwa, vipi hazina zenyewe, vipi mali zake Qarun ambaye alikuwa ni mtu katika watu wa kawaida wa Bani Israili. Allah anasema idh qala lahu qaumuhu la tafrah, alipoambiwa na jamaa zake hali ya kumnasihi usifurahi, kwa maana usiwe na kibri kwa mali ulizopewa, usiwe na majigambo na fahari kwa mali ulizopewa. Inna Allaha la yuhibbu alfarihin, Allah hawapendi wenye majigambo. Wabtagh fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, na kwa mali hii uliyopewa na Allah iwe ni sababu ya wewe kuitafuta nyumba ya akhera. Mali uliyopewa na Allah ni mali ya Allah, na pepo ni pepo yake subhana. Nunua pepo ya Allah kwa mali ya Allah. Mwenye akili na werevu ni yule ambaye anatumia utajiri na mali aliyopewa na Allah katika yale yanayomridhisha Allah. Wabtagh fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, itake nyumba ya akhera kwa mali uliyopewa na Allah, iwe ni msaada wako wa wewe kufuzu na kunadi saada. إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد، أفك به العاني ويؤكل طيبا، ويعطى إذا من البخيل المطرد. usiwe ni mtumwa wa mali, bali mali iwe ni mtumwa wako, unaielekeza unapotaka wewe katika khairati. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, kwamba wewe ukawa unatoa tu kwa ajili ya Allah, huli kizuri, hulali pazuri, hutembelei kizuri.
usisahau fungu lako la dunia, ni jambo la halali bila israf. Wa ahsin, na fanya ihsani kwa waja wa Allah. Watu wa Qarun wanamwambia Qarun, wa ahsin, wafanyie wema waja wa Allah kwa mali, kama ahsana Allahu ilaik, kama ambavyo Allah amekufanyia ihsani. Ulikuwa ni mtu wa kawaida katika watu wa Musa, Bani Israili, kutambuliki. Ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa rehema zake subhanahu wa ta'ala, ni kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa uwerevu wako wala kwa ujanja wako wala kwa elimu yako. Yote hayo ni kwa makadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyo anaambiwa kana kwamba nakukumbuka wewe, hukuwa kadha hukuwa kadha, anapinga neema za Allah. Ya'rifuna ni'mata Allahi thumma yunkirunaha, wanazijua neema za Allah kisha wanazipinga kwa kuzinasibisha na asiyekuwa yeye Allah. Ni kupinga neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwendea al-Aqra' akamwambia kama alivyomwambia al-Abras. Majibu yake yalikuwa sawa na majibu ya yule wa mwanzo. Malaika akamwambia kama ni muongo, fasayyaraka Allahu ila ma kunt, Allah akurejeshe kule ulipokuwa. Kisha akaondoka akaenda kwa al-A'ma, akamwambia rajulun miskin wa ibn sabil, mimi ni mtu maskini, mtoto wa njia, nimekatikiwa na gharama za safari, fala balagha li al-yawm, sina uwezo wa kufika safari leo hii, illa billahi thumma bik, illa kwa msaada wa Allah kisha wewe. As'aluka billadhi radda ilayka basarak, na kuomba kupitia yule ambaye amekurejeshea macho yako, shatan atabalaghu biha fi safari, ili anifikishe na anivushe katika safari yangu hii. Mbuzi mmoja na kuomba, mbuzi mmoja, ana jangwa la mbuzi, ameomba mbuzi mmoja. Al-A'ma akamwambia qad kuntu a'ma faradda Allahu ilayya basari, mimi nilikuwa kipofu sioni, Allah subhanahu wa ta'ala akanirejeshea macho yangu. Hili nalikumbuka kwa Allah. Fakhudh ma shi't wa da' ma shi't, chukua kiasi cha mbuzi utakacho, acha kiasi cha mbuzi utakacho. Fa wallahi la adhaduka al-yawma shay'an akhadhtahu lillah, wallahi siwezi kukunyima chochote utakachokichukua leo hii kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amemkumbuka Mola wake subhanahu, amekumbuka fadhila, ameziegemeza neema alizopewa kwa mwenye nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika akamwambia amsik malak, baki na mali zako, zuia mali zako, fa inna mabtulitum, hakika si vinginevyo nyinyi mmetahiniwa. Wewe umetahiniwa, mwenye kipara ametahiniwa, mwenye mbalanga ametahiniwa. Faqad radiya Allahu ank, Allah amekuridhia wewe. Wasakhita ala sahibaik, na amewachukia wale wenzako wawili. Akaondoka malaika wa Allah. Walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha an-nas ibadallah, hii hadithi ina mafunzo mingi ndani yake,
miongoni mwayo at-tahdhiru min kufrani ni'am, kuchukua tahadhari muislamu juu ya kukufuru neema alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Chukua tahadhari juu ya kukufuru neema uliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapenda anapomneemesha mja wake neema amshukuru subhanahu wa ta'ala, na katika kushukuru neema ni kuziegemeza neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba si nguvu yangu wala werevu, hii mali amenipa Allah subhanahu wa ta'ala, nyumba hii nimesahalishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mke huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala, kadha wa kadha wa kadha, egemeza kwake subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake unakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Chukua tahadhari katika hili. Kadhalika katika hii hadith, tadhkiru al-insani bihalatihi as-sayyi'ah allati kana 'alayha, yafaa kumkumbusha mwanadamu juu ya hali yake mbaya aliyokuwa nayo awali, ikiwa ni kwa lengo la kumkumbusha juu ya Allah, ikiwa ni kwa lengo la kumlingania, kumbuka ulikuwa kadha, ulikuwa kadha, ulikuwa kadha. Inafaa kufanya hivyo kwa mujibu wa hii hadithi. Lakini kadhalika katika hii hadithi kwamba inampasa mwanadamu an yadhkura idha sara fi ni'ma ma kana alayhi sabiqan, akiwa katika neema mwanadamu akumbuke yale mazingira aliyokuwa nayo mwanzo. Kama alikuwa ni fakiri, sasa hivi hayupo kwenye hali hiyo, ajikumbushe jambo hilo. Kama alikuwa akiugua, alikuwa akiumwa kwa muda mrefu au kadha, kama alikuwa kwenye hali mbaya, ajikumbushie hayo. Hilo linampeleka yeye katika kuzidi kumshukuru Mola wake subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika katika hii hadith, alhathu ala sadaqa, kuna himizo, wanahimizwa watu wakithirishe kutoa sadaka, warifqi bidhuafa, na kuwafanyia huruma na upole madhaifu wetu, wale wadhaifu wetu tuwahurumie, wa maddi yadil mauna lahum, na kuwaonyoshea mkono wa msaada katika hii hadithi. Lakini kadhalika az-zajru 'anil bukhl, ndani ya hii hadithi kuna katazo na kemeo la sifa ya ubakhili, wa tahdhir min awaqibihi sayyi'ah, na kutahadharisha juu ya mwisho wake uliokuwa mbaya. Katika hii hadithi kwamba sabrul mubtala ala albalwa qad yakunu khairan min zawalih, kusubiri mtu juu ya mtihani aliyopewa na Allah, huenda jambo hilo likawa ni kheri kwake kuliko kuondokewa na mtihani huo. Walikuwa na mtihani wa maradhi, mtihani wa ufakiri, bora wangesubiri kwenye mazingira yao yale kuliko kuondokewa na hali ile wakapata kwenye mazingira ambayo kwamba ya kuchupa mipaka. Innal insana la yatgha arraahu istaghna, mara nyingi mwanadamu kuchupa mipaka pale anapojiona ametajirika, amejitosheleza. Hii ni silka yake, hii ni tabia yake isiyoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah.